ninayemwamini ananiacha njia panda, batili sijui nife ubaki na furaha. Nimejaribu kukupa nafasi bila aibu kaifu. Mbona mnashangaa? Mwanamke niliyomtolea mali sio huyu. Kwani wewe ulitaka kumuoa nani? Mimi nimetoa mahali na muoa Aisha, sio huyu. Basi atakuwa ndo huyu. Maana hata huyu anaitwa Asha. Huu ni upuuzi bro. Naelekea nyumbani kwake nikamuone, asije akajiua bure. Kwa sababu ameshatengana. Usimwambie chochote kuhusu wewe na Aisha. Sitamwambia. Ila na imani kuna siku atajua tu kweli. Ndio, lakini sio kwa sasa hivi. Sawa, baadaye. Umeona sasa kilichotokea? Kwanza mimi nataka nishangae. Mahari milioni 20 kwa ajili ya mahari tu? Umekuwa mradi wa kilimo. Sasa unaanza kunilaumu unapata faida gani? Sipati faida yoyote, lakini mjukuu wangu wewe ni mjinga. Tena hujitambui. Hiyo pesa kama ungeifanyia biashara ungekuwa wapi? Niache nitulize akili yangu, mimi siko sawa. Nakwambiaje? Hizo hela zifuatilie, zirudi hapa. Kwa sababu zisipopatikana hizo pesa na wewe ukikaa hapa nyumbani huna kazi ya kufanya zaidi ya kuniibia pesa za kampuni.
Ina maana huyu mwanaume ananiona mimi ni mjinga eh? Yaani toka juzi amenizimia simu na ndoa imeshafungwa. Sasa subiri, nitamfuata huko huko. Baby, kuwa na amani. Na hapa ndo nyumbani kwako. Utaishi hapa. Na kila kitu chako kitakuwa sawa. Okay? Baby. So, nahitaji uende saloni. Kutengeneza nywele, kucha. Sawa baby. Nani wewe? Mlango siko wazi. Atakuwa moyo. Mo, ingia mlango kwa wazi. Karibu. Karibu. Asante mama. Vipi mama? Imekuwaje? Na kwa nini mama kutufanyia hivyo? Hivi vipi yani? Mbona sikuelewi? Mahali tulitoa milioni 20 kama mlivyosema. Lakini siku ya ndoa mnatuozesha mwanamke mwingine tofauti na tulokubaliana. Kweli mama? Makubwa. Mimi sijui chochote. Halafu ndio kwanza nakusikia wewe ndio unaniambia. Okay. Sasa nimekuja tu kukuambia kwamba hiyo mahali ya milioni 20 tulotoa mnatakiwa muirudishe. Sio mimi sasa. Nendani mumfuate yule ambaye mmemkabidhi. Okay. Vipi? Mbona uko hapa sasa hivi? Mzigo nakutuma umefika salama? Maana faida ya kuwa mwaminifu kwako, malipo yako ni haya brother. Siku zote mwenye macho si lazima ambiwe tazama. Uliona dhahiri kwamba huyu ni mwanamke wangu. Lakini bila aibu umeamua kumchumbia na kumuoa.
ulikuwa unajifanya kwamba unaniamini sana kwenye kunituma kufanya biashara zako. Lakini kumbe uko unahitaji nafasi ya kuweza kumuoa mwanamke wangu. Okay. Asante sana brother. Aisha, umekuwa shemeji yangu sasa. Sina cha kukulaumu. Nashukuru sana kwa muda wako. Na baraka za Mwenyezi Mungu ziwe juu yako daima. Arake. Naomba ubaki na hichi kitu katika moyo wako. Nakupenda kuliko mwanaume yoyote. Huyu mzee ni tapeli. Ninavyoonekana sisi ndo tumetapeliwa. Kwa nini hujamkuta kwa mamake? Hapana. Aisha hayupo tena pale. Sasa iko hivi. Huyu mzee inabidi atafute popote pale alipo. Na akipatikana arudishe pesa zangu au anipe mke wangu. Hapo kuna changamoto. Kwanza ni kwenye kumpata huyo mzee mwenyewe. Maana nimejaribu kumuuliza mamake Aisha. Ameniambia toka ile juzi apatikane. Na inavyoonekana itakuwa ametoroka. Kwa maana yeye ametoroka na binti yake, sio? Hapana. Aisha ameolewa na kaka yake Rakei. Hapana. Huu ni upuuzi sasa. Ila sina uhakika kwa sababu mamake Aisha ndo amesema hivyo. Sawa. Wewe nenda kafuatilia ukweli ili tujue kila kitu. Na kuhusu huyo mzee inabidi atafute popote pale alipo ili apatikane. Sawa? Sawa. Yaani huyo mzee nikimkamata sijui nitamfanya nini.
Kaka, najua unayoyapitia ni mazito sana. Pole sana kakaangu. Usijali, niko sawa. Hauko sawa bwana. Lakini naomba kwanza nikakuandalie chakula ule. Alafu ndo tuongee vizuri sasa. Maana naona hata kula kwenye utakuwa ujala. Nice. Kipindi hiki nahitaji sana kwa mwenyewe. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba tu urudi nyumbani, alafu nikiwa sawa nitakwambia uje kunitembelea. Kaka, mimi nimekuja kukaa hapa na wewe nikuhudumie. Sasa nahisi nimeshakwambia kwamba nahitaji kwa mwenyewe. Utaki kunielewa? Ngoja nikwambie kitu.